Hii ilikuwa prophetic word ya Juda. Kizazi chako kitazaa mudhamaki. Kwa hivyo the mudhamaki was supposed to be born immediately. Bwana Yesu asifiwe sana. Mudhamaki alikuwa afanya nini? Was to be born immediately. Juda alipotoa kimwine, Jacob alisema Juda alikuwa nafaa azae mudhamaki. Lakini tuangalie hapa. Inasema namna gani? The genealogy of Jesus Christ. The book of genealogy of Jesus Christ, the son of David. Sasa tunaingia kwa mission. Now tuingie kwa Juda. Juda begot Perez and Zerah. Tuanze kutayo. Huyu mzee sijaliambiwa atazaa mudhamaki. Juda begot who? Perez and Zerah. Sasa tuseme hiyo ni first generation. Tuende kwa second generation. Sasa mtaweza kuhesabu kutoka hivyo. Perez begot zimepotea. Could you be suffering because of what your grandfather did? Could you be suffering because of your great grandfather? Na hapa kwa sababu umeokoka juzi tu, umejazwa na roho na sababu pepo itoke, pepo pepo. Ndio kwa maana umetagataga makanisa yote, because you don't understand yourself. You don't know yourself. Because this is a 10th generation, and those days a generation was 150 years. So ni miaka gapi hiyo? 1,500 years later. That is when the prophetic word was fulfilled. So, wewe ulitabiriwa wewe ni nabii. Could it be watoto wa watoto wako ndio watatimiza unabii yako? Watakuja kuwa manabii na wewe ndio ungekuwa nabii. I remember one day niliescort my own mother to the airport. Alikuwa anaenda America. Tulifika hapo akaanza kulia. Nikamuuliza ni nini mami? Akaanza kuniambia sasa huyu Mungu kwani anakuaga aje? Nikamuuliza kwa nini? Amewacha mama yangu pia akona naite. Amewacha niseeke miaka hii yote ndio anipeleke America. Nikamuuliza hujafurahia? Mimi niliambia kwa na mnabii tamani nikuwe na miaka 30 nitaenda America. Nani amepeleka America? Ni sisi tulipeleka. Hakuenda kwa sababu yake, ameenda but the anointing ni yake. So you'll be suffering all this year. Your anointing will be kept until the curse is broken. Bwana Yesu asifiwe sana. Until this thing that was planted into you ndio kuja kufa. Ikimalizika ndio unaona David amekuja. David amekuja amezaa nani? Yesu amekuja. Could you be suffering because of a mistake, not by you? A mistake, not by your father. A mistake, not by your grandfather. A mistake, not by your great-grandfather, but the great-great-great-grandfather. Watu wanakuonaga hata unatoaga unafii. Usinaonaga wale watu. Naanza kufanya hivi kama ile kuku ya kuchinjwa. Na akikutolea unabii ni kweli. Lakini muangalie. Unatafuta Yesu ndani yake unakosa. Kwa sababu anakaa mwizi, anakaa chokora. Ako na mafuta, ako na kila kitu, lakini there is a cover. Ya laana imemkava, hawezi ruka juu. Na hao ndio wanakuaga spiritual deaths in church. Spiritual what? Deaths. Unakuta kanisa kama hii imetani, imekuwa city mortuary. Wale watu wako hapa wote ni makufu. Ni mkufu. Ni wafu. Wote ni wafu. Lakini they are Christian. They know the Bible. They know every word. They know everything. But they are all acting on experience. When the church turns out to the experience, then that is not a church. When a pastor anaanza to act on the experience, that's not a pastor. When a prophet acts on an experience, that is not a pastor or whatever. The pastor or the church must follow the Holy Spirit, must do according to the plan and to the management of the Holy Spirit, not what you know. Kakisikia mama akisema kanisa haikuagi hivi, kanisa haipagagwi hivi, kanisa iedagi, mfukuza huyo mtu. Mfukuze haraka. In life, we are supposed to be prophetically guided, spiritually led, but not with the experience. Because your experience is not my experience.
Kuna wale watu wanaibaga ile wimbo inasema siri ya machozi haya. Wewe ndio uliimba hiyo wimbo? Unawimba ya nini? Yeye alikuwa analia. Ulijua ni nini ilifanya alie? Yeye tu ndiye anajua, ndio kama na siri ya Tibe, siri ya machozi haya. Yes, ni yeye na Mungu ndio kama alikuwa analia. Sasa na wewe umeichukua imekuwa song yako, utapitia hapo. You will face the challenge. Utalia. So many of you are cries because of siri ya machozi haya. Sasa hiyo ni chapati. Siri ya machozi haya ni wewe. Kaka kidogo ukipita hivi. Sasa nini? Labda huyo mama alichomwa na mafuta ama ni moto. Ukipata hivi unasikia ile rogeo. Inachoma. Siri inaingia wapi? Unakuwa reality. Inakuwa reality. That is what you are facing now. Because you sang a song, you don't know the origin of the song. Why huyo mtu alikuwa analia nini? Unataka kuwa Mungu, unaita Mungu wa Joshua. For example, unaita Mungu wa Joshua. Have you studied kujua Mungu wa Joshua alikuwa nani? Joshua was a commander. Alichukua bunduki akapiga watu na kaua watu. So ukiita Mungu wa Joshua, ujue the battle you have invited into your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio ukue kama wale wako wanasema Kai wa Jacob wa Isaka na Ibrahimu, Kai wa Joshua, umeleta mamiungu mitano. Kwa sababu Mungu wa Musa sio Mungu wa Joshua. Mungu wa Joshua sio Mungu wa Jacob. Mungu wa Musa alitenda miujiza. Mti uko na nini kwa mkono? Angusha. Inakuwa nyoka inakula watu. Inakula manyoka zingine. Mungu wa Joshua alikuja akamwambia the same God, akageuka akakuwa komanda. Akamwambia do not be afraid. No what? Because yani nimekupatia, I have given you Jericho. Lakini do not what? Do not be dismayed nor be afraid. Kwa hivyo kwa nini? Kuna vita. Hakumpatia miujiza. Joshua hakuwa na miujiza. Joshua alichukua bunduki akang'ang'ana na watu. But the same God ambaye alimwambia Joshua, kwa sababu ndugu yako mkubwa yako Musa amekufa, sasa chukua the mantle. Hakumwambia chukua vibo. Alimwambia chukua bunduki. So when you are calling Mungu ya Joshua, ujue ni nini unajipelekea. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitoka hapo uende kwa mtu anaitwa atakwate Elijah. Naye alifanya vitu zake na kuna stress alizozipitia. Sasa ukiita Mungu wa Elijah, ujue hizo stress utapitia. Kwa sababu lazima akupitisie ndio uone Mungu wa Elijah venye anafanyaga kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. So mwana wa tuko kwenye wilderness not because tumefanya, lakini we invited Moses, the Mungu ya Musa. So tukapelekwa wilderness. So uko 40, lazima uende 40 years ya Moses. Ndio ukitokea pale utasema huyu ni Mungu wa Musa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiita Mungu wa mtu, ujue uite Mungu wa Paulo na Sila, lazima utaingia korokoro. Ndio you experience hiyo Mungu venye alifanya. Kwa hivyo ukikuja kuita Mungu, ujue unaita Mungu kwa nini? You must have a reason, you must have a direction, you must have a commitment of what you're doing. That will cost you. I will make you go faster or go slow. So call your God. Don't call my God. Call your God. And your God becomes big the way you want. Becomes small. Ukitaka Mungu wako akue Mungu kidogo, atakuwa kidogo. Ukitaka Mungu wako akue mkubwa, atakuwa mkubwa. Ukitaka Mungu wako aishie kwa hapa kwa Wakikuyu, hapa kwa Mount Kenya, anaishiaga hapo na anakuwa comfortable. Ukitaka Mungu wako akue Mungu mkuu, Mungu mkubwa kuliko miungu mingine yote, atakuwa hivyo. Just position your God. Ukitaka Mungu yako aseme na korea yangu wale kayari ogeteine. Na sio siku 3 umelala na njaa. Alafu unasema huyo Mungu aliyo kwa kiti. Hapana, huyo Mungu simtaki. Siku 3 na njaa. Alafu unasema ona korea yangu wale kayari ogeteine. Avoid that. Ondokea. Speak about the great God. A God who is above every other God. A God who is the creator of the universe. The God who is the owner of gold and silver. The God who is the owner of everything that you see. This is a God I worship. This God will give you everything.
This God will provide. Bwana Yesu asifiwe sana. You go, the far you want to go is the far that you have placed your God. That you unaona wachawi, unaendaga unachuniwa kamuti, kwa unaweka kwa adawa yako hapo na ushonelele. Na unasema ni Mungu. Ati nikifika hapo unaanza kutafuna kidogo. Ati inakuletea milako itafunguka. Hakuna milako itakufunguka. Mimi nilipelekwa na anti yangu hapa Machako hapa Buguma tu. Nikapelekwa kwa mama anaitwa Kanini Muganga. Kimama kinono kimetoshana hivi. Nikaitishwa shilingi 1,100 na kuku wa white na wa black. Nilikuwa natoroka wakati ndio ulikuwa wamesema shoot Waruinge on side na wametoa 40 million ya kumaliza Waruinge. Mimi nikatoroka sasa, nikaona the best way sasa ni kutafuta powers. Nikipita katikati hivi hawataniona. Wewe nilienda huko, kimama kilikuwa kimenona hivi. Unajua hawa kimenona afu waganga haogagi. Si mnajua waganga haogagi, wananuka, wanakaa kama nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiki kimama nikakipatia kuku wawili, wa white na ya black. Alafu nikaekelea, nikaambia wekelea kwa nyugu hapa. Akiguzani na mimi, wekelea hapo. Alafu kinanitukana. Nasema mimi ni komanda Kenya mzima, kinanitukana. Ukienda kwa watu wako na aibu dogo. Sasa nikiwekelea hapo, nikaekelea kwa hiyo mtungi. Kikakuja kaniambia nitoe nguo zote nibaki na ado ya, nikakaa hapo mbele. Sasa kikachukua ile kuku ya white, kikanizungushia, kikanikanyidi hapa kwa kichwa tang mara 7. Tena kikachukua hiyo kuku nyingine kikanifanya, kumbe kilikuwa kinanivuga. Hata kimepata mtu wa kukulaga pesa. Ingine tang nikakaa. Alafu nimekalia hapa. Sasa kikakuja kikalia kwa hapa na kichwa yake hivi. Kikanikalia hivi, kikizogea. Alafu nikimama kinanuka vibaya. Kimama hicho kilikuwa kinanuka. Lakini nilivumilia kwa sababu nimekuja kunini? Kugagwa ndio wa polisi wasinione. Sasa si nimetoka hapo nikakuja. Nilikuwa sikwenda na gari yangu, nilikuja sasa nikaingia kwa matatu kwa sababu sasa hakuna mtu ameweza kuniona. Nikakuta na zile mabasi zile mrefu za Matu na huko. Kufika hapa bus station, hivi tu kushuka tu. Ma flying squad na wako wananitafuta, ni wale wa patrol. Wali kushuka tu hivi. Niliona mmoja amekuja, habari mkubwa. Na mwingine akaruka na radio call akasema, "Hello, Mike kilograma, kama. Tuko na Waruinge hapa." Nilisikia kwa radio call, "Arrest him immediately." Sasa niliposikia arrest him immediately, nikaona labda ni kwa sababu sijatafuna katika mtu, nilikuwa nimepatiwa kama mtu. Ile mtu inaitwa mokidoli. Sasa mimi nikarusha kwa mdomo haraka nikaanza kutafuna. Venye nilitafuna ndivyo waliendelea kuwa akali. Nikakalishwa chini, nikatafuna zaidi, nikapigwa mateke, nikaralishwa chini. Mabunduki zikano pupu, venye natafuna mpaka nikatupa. Kutoka siku hiyo nilikaa miaka ngapi? Ndani 1,100 nimekaliwa. Alafu hapa kilipaka pupu hapa. Sasa ukienda polisi ni hapa kwa jela ya polisi hakuna maji ya kuoga. Jela ya polisi hakuna maji ya kuoga. Utaenda kuogea huko Kamete. Sasa imagine nilikaa kwa sababu nilikaa siku 7. Nilikuwa nahamishwa polisi moja, napelekwa after 2 hours natolewa kwa sababu nilikuwa hardcore criminal. Natolewa Australia, napelekwa Kagirigiri, napelekwa huko Kamkuji, kila mahali. After 2 hours lazima nibadilishwe na sijaoga. Sasa una imagine venye mimi nanuka. Kama polisi wa friends kuuliza, "Kwa nini unanuka kama nini? Kama senke?" Hawajui nimepakwa kitu hapa kwa uso. Shetani yako na aibu. Shetani ni mbaya. Aibu ya shetani ni mbaya sana. Nini aipisha? Nilinuka for 9 good days. Nilienda kuogea Kamete. Na pesa yangu 1,100 zimeenda. Na kuku yangu ngapi? 2 zimeenda. Aibu. Na nimekulishwa kamuti ya mokidoli. Nani anajua ile mti inaitwa mokidoli? Ile kamuti ya mokidoli ndio nilinunua 200,000 na kuku 2. Na mafi kwa uso. Bwana asifiwe sana. That is the word you must be able to understand this kind of spiritual mistakes that we make, how they are going to lead you and where they are going to take you. Some of us we are suffering not because we deserve the suffering, but we took ourselves into the suffering. Some of us are facing the challenges just because ulipatana na kisichana kikakuita be, kumbe ni kibomu, ni bomu. Mikosi inaanza kukufuata. Ukifanya hii mikosi. Kuna watu kwao ni mashiraini.
Bwana Yesu asifiwe sana. There are people who are shrines kwao ni shrine, ukishikana na yeye anachukua picha yako anapeleka ndani ya shrine huko ndani. Wanakuweka huko, wanakuwa na kunyonya tu pesa yako polepole. Na hautajua, utanyonywa pesa mpaka uishe. Wakati umeisha anakudambu na huwezi kuenda, utakuwa tu bado ukimfuata. Wanasema niko ready hata kama tutakuwa watatu, niko ready. Kwa sababu umefungwa ndani ya shrine. So it is very important before you do anything, do verification. Every move that you make in life, do a genuine verification and God will save you. Bwana Yesu asifiwe sana. Because mimi nilienda nikauziwa kama kidoli. Wewe umeuziwa nini? Wewe umeuziwa wewe. Wa iroke. Mimi ndio kama kidoli, gilimana mere. Na aibu na kukaa miaka 6 ndani. Those are spiritual mistakes. They iliniharibia system yangu na mipako yangu yote. Until when I came back to the court of heaven, nikapiga magoti yangu, nika prosecute case yangu to God. You must be able to know how to prosecute your case. Not coming to your pastor, not coming to your prophet. Prosecute your case. Enda kwa court of heaven kuja. Ndio unaonaka wakati wale wanajua wanakujaga hapa Wednesday na Tuesday, na wabiaga wakati wa kuomba umefika. Take yourself. Na wapia mkuje murare hapa tunaoshaka huko vizuri. Rara. Talk to your God. Me, I will only come and declare a blessing. I have no power beyond that. Wewe mwenyewe ndio una uwezo wa kujifungua. By taking yourself to the court, uende ujipatiane, usarede, useme nimekuja, mimi ndio nilifanya ile maneno. Mimi ndio nilitoa miba, niko na miba 6 nimetoa. Mimi ndio nilifanya hii na hii, mimi ndio nilienda hapa, mimi ndio nilihewa hapa. Mungu anajua ako na hiyo record. Venye unaendelea kusema anaweka tiki. Ukisema anaweka tiki, because that is a spirit of being humble. Humility. God is looking for the humility. Once you are humbled, then God will atatuma malaika amwambie dendeni, fugueni huyo achiliwe aende. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona aibu inaanza kuondoka. Watu wanaanza kusema, wanaanza kushindwa ni nini ulifanya? Tuma huyu kwani amekula nini siku hizi? Kwa nini? Ndio unakuta sasa wale Wagikuyu original. Ndio unakutaka wanaweka Mungu na upwa na shetani kwa sentence moja. Kai guyo ene pesa takoma. Bwana Yesu, kwa sababu umetajirika, umebarikiwa, vitu zinakuja. People are recommended to give you. So because they don't interpret you in that line, they will interpret you in another line. Na sasa afadhali wa kuinterpret in the other line na ukae mzuri. As long as you know the connection uko nayo kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. When you understand how to get out of these mistakes, because they are small mistakes but they are dangerous. They will cause you to live in stagnation. Na wewe utahangaika. Wewe unazunguka kwa makanisa, lakini kuna makosa ulifanya. Kama hiyo sasa, hiyo nilienda kwa muganga. That is a spiritual mistake, because hizo maneno zote alifanya, vitu zote aliongea na alinifanyisha hivyo nikiwa uchi. So I made a covenant with the devil himself. So until I take myself to the court of heaven, nisambia Mungu ndio mimi nilifanya B, anajua. Nikitaja yote anaweka tiki na nikificha kamoja wewe unaondoka, unaanza kuhangaika tena. Kamoja tu until again urudi huko, utakuta hako kamoja ndio kamekuzuia. Hako tu kamoja. Na ukikataja unaona vitu vinafunguka. Baka kitu kingine ulikuwa unapitaka kwa mlango hapo tu ije. Kitu ulikuwa unapita hapo tu unashindwa, hata hii ilikuwaga yangu. Hata kitu kingine labda kabiashara kama hii imejaa ya matagi hapa. Unakuja unapitaga hapa kila siku. Unakuta kumbe matagi zilikuwa zako. Because of that spiritual mistake. Hicho kimutu kilikuja kwako mkarana nakyo. Hicho kimutu kilikuja kikafanya ABCD. Those are things that are haunting you. Hiyo ndio maneno imechagia watoto wako wamekuwa wavutaji wa bangi. Hiyo ndio kitu imechagia watoto wako wamekuwa madawa ya kulevya. Ndio hiyo kitu imechagia. Hiyo kama kwenda kwa mganga, ndio watoto wako wote unakuta wameingia kwa Illuminati, because kwako kuna authority ya uchawi. Wewe ndio ulileta kama baba ama mama. Wewe ndio kaweka kwako ikakuwa kuna satellite. Simu hii ya Safaricom, hii mast unaona pale. Hiyo hata usimame hiyo chini ya hiyo mti ya hiyo Safaricom. Wewe ndio upige na Airtel, haiwezi pick. But kama Airtel ukilete hapo, because it is a signal in a big.
Ndio nakuta watoto wako wako kwa Illuminati. Kwa sababu wewe you are the signal. Watoto wako ni waizi kwa sababu wewe you are the signal. Hapo unaanza kuleta baba na kuja hapa kanisani, "Hoela siana siakwa, niambia watoto wangu, pastor, wapia." Sasa wewe ujileti kujiprosecute, I am the cause of the problem. Leave around the children. When you destroy the signal, watoto unaona wamepona. Bwana Yesu asifiwe sana. So parents, wherever you are, parents, research yourself. Look at what you did when you were young. Look at the abortions that you did. Kwa sababu ulikuwa kama msichana hukutaka sura ibodeke. Sasa ukaenda ukatoa mimba. Na sasa wewe ni prominent pastor kwa kanisa. Wewe ni prominent prophet of God. Yet there is an accusation. Na hiyo ndio shetani anataka tu, an accusation. And that is why you have to go to the court of heaven. Wewe utaseme makosa yako yote, Mungu atakufungua. Shetani alijaribu kupeleka makosa ya Ayubu. Mungu akamwambia Ayubu hana makosa. Hana makosa. Shetani akakuja mpaka kaua watu. Ndio Ayubu akasirike, makosa iadikike, lakini hikuadikika. Ayubu alisema Mungu atalete tu. Hata huyu Mungu anikatae, bado nitamfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. So there are these small things that we have done. Na ni vingine ni inconsequential. Ni kale kasichana. Huyu ni nani? Ni husband. Sasa I'm using for example. Don't take it personal. Huyu alikuwa shule, primary school. Akakutana na kaboy walikuwa kwa shule. Wakashikana leta. Akaweka hivi. Akasema aki ya Mungu sitaki kuacha. This is a covenant. That is the first. Huyo ndio bwana yake. Hata sasa. I don't mean, see, don't take it. I've given an example. Huyu mjamaa kuja. Huyu tukadugana na yeye mkono hapa, nikaduga kadamu hapa, na mimi nikaduga akaraba, na mimi nikaraba. That's a blood covenant. Huyo ndio mke wangu. Hata nikipata wanawake mgani, huyu ndio bado anajulikana kule biguni, because huyo ndio tulimake covenant na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tulimake nini? Na kwanza tulimake ya blood. Kwa hivyo kule biguni, ukienda kuuliza Mungu mashida gani, anakuisaga unaitwa nani? Catherine. Sasa na wewe? Sasa unaenda unaombea mke wako, baba na kuomba protect, funika mke wangu na damu ya Yesu. Funika mke wangu. Muombe na unamwombea kila kitu. Lakini wakiangalia kwa list, wanakuta mke wako ako kwa baa Karomaido. Sasa wanashindwa. Huyu mtu wako Karomaido anatetewa aje kwa sababu huyu haonekani. Na huyu na yeye ni wa yule walifanya hiyo covenant na yeye. Naye huko kumbe ni mlevi. Anaenda kwa Illuminati, anaanza kutafuta wanawake na madawa. Utakuta huyu anafurutwa. Ndio doa inaaguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu what you started with, that is what will stand. The first word zile uliongea. Na ziwadigire tunaongeaga tukifanya hii maneno. Mayaga idigago tika mayaga hiyo inaadikika huko. Sasa utakuta mtu ako na mloroko ya watu 200 huko nyuma anamfuata. Wow, what? Until you take this case ya hizo vitu zote ulifanya, upeleke kwa court of heaven, prosecute your case, then you will be relieved. Sasa hapo ndio nasema unabia Mungu, nipatie ubavu ile yangu. Kama ni bibi, nipatie nini? Ubavu. Unakuta bibi yako anakuwaka Mombasa huko Kogwera, anausaga mahidi na jogo. Na wewe unakuwa kama Ligiti ya Nairobi, unavutaga mkokoteni. Sasa siku Mungu huyu wa hapa Nairobi kukufu mtu huko Kinagofu. Kupe ni kaseni ya yule yako Mombasa. Na nyinyi hapa kuna mama anakuwaga hapa ambaye ni kaseni ya huyu amekufa. Sasa nyinyi mtengeneze ile group yenu, mnipeleke huyu mwenye amekufiwa. Na ikile kia Mombasa kile kikaseni kia huyu amekufa na kile kiteremuke. Sasa kikikuja huko Kinagofu, mnakuja unaangalia na unamwangalia anakuangalia. Unamwangalia anakuangalia. Hi. Gwendeteko, nimekuona wapi? Na hujai muona, lakini ni mifupa ya mifupa yako. Mumekutana. Ni nyama za nyama zako. Zimefanya nini? Zimekutana. Sasa zinaanza kuvurutana. Sasa kimutu kimekaa kimevaa kiatu. Unajua ile watu wa mkokoteni, mguu ni kubwa hivi kwa sababu ya kukanyaga rami mpaka inakaa. Kimguu kimekaa hivi. Mwingine na mikono inakaa ni kama imewekwa chuma zile za kujenga nyumba. Akikushika hivi unasikia kweli grip.
Kwa sababu ya kuvuruta mkokoteni. Na wewe unaanza kuvutiwa, wewe ni wale mama wanausaga vizuri 20,000 kila siku inaingia, unanyoroka ukivaa wakati wa kuvaa. Unajua wale mama wa soko akitoka kwa soko avae akuvalie. Hai, unashindwa ni CEO mgani? Lakini akivaa magwada ile kiapron hapa unakutaka ni kimama tu kinakaka maligiti kinaruka hivi kinaenda huko. Lakini wakati atavaa uniform mzuri, angale, unashindwa huyu ni nani? Sasa wameenda amekutana huko kwa mazishi. Mama ameng'ara mpaka wanawake wengine muuliza niki na wale ile modo hiyo. Kwani namwangalia ni mududu na tadi muonete hado. Nini tamakanigo muitia namba yake. Unaenda unamuitisha namba unamwambia nipatie namba yako. Nakupigia. Ukienda Mombasa kinakupigia. Nilifika nikuzuri. Unakuaga wapi? Nakuaga Mombasa Kogoya. Hata mimi ninakuja next weekend, kuna biashara ninakuja kufanya huko. Nitakupitia nikikusalimia. Unaenda unakuta kimuzee kinakipigia simu, kinakuja, mnaenda kwa hoteli mnakula. Kutoka hapo the next thing mnajikuta pako pamoja. The next 2 months unakuta umeona mama anakuja na watoto 8 na kimuzee hata hakina meno, kilingoka yote kwa sababu ya kukunywa chang'aa. Lakini ile upendo mnakuta kwa hiyo nyumba ni international. Kwa sababu nyama zimerudi na mifupa imerudi. Zimeingiana vizuri na mmekaa vizuri sasa. Sasa inakuwa nyama zako zikirudi, there is no trouble. Unaweza kuwa hamuna kitu kwa nyumba lakini mko na amani. Lakini ukikuwa na nyama za wenyewe, hata ununue Mercedes, Range Rover, uende Ruda, kuna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ninaangalia, uangalie sana wakati unafanya moves, wakati unatembea. Angalia huyo mwanamke mnaanza urafiki na yeye ni nani? Na nyama si yakuka na ni mifupa yako ama ni mfupa ya. Na ukitaka kujua mfupa hii si yako, hii ni ya mtu ambaye ni mrefu na ana kifua kirefu, angalia ile vita iko kwa nyumba. Ukiona kuna vita kwa nyumba, watu wanakwarusana, ni hiyo ubafu ilikataa kutoshea. Sasa ni mrefu kuliko, sasa ndio inaduka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiingia ukingine ukute mfupa yako hiyo imekuwa ni kidogo. Ilibadikwa tu lakini ni kidogo ikashikishwa na kaeraso plaziguru hii kitu hapa ilishikishwa ndio ishikilie. Unakutaka watu wanakaa Ruda, wako na manyumba, wako na magari, wako na pesa, lakini maisha yao inaendaka yani life is boring. Na unaenda Mukuru unakuta wana spending 200 shillings huko Mukuru, lakini ile upendo ile iko kwa nyumba hiyo ni upendo hujaiona, because you are with your right person. So no, ni nani kale kasichana kale ulirabisha hivi na uko na mwingine kwa nyumba, ndio unaona kuna vita, kwa sababu kale kanaendaka kwa Harrison Ng'ang'a, kanaenda kwa James, kanatoa dhabihu, kanasema Mungu nataka bavu yangu. Hiyo dhabihu itafanya utavurugwa mpaka mtaachana mpaka yeye, kwa sababu there is power in the sacrifice. There is what? There is power in that sacrifice. Nikienda nitoe begu kwa Harrison, ama niende kwa Moiro, ama niende kwa Ezekiel nitoe begu, niseme nini? Nataka ubavu yangu. Mungu atahakikisha imekuja. Utafukuzwa kwako. Utapigwa vita. Uliwakao ina malema. Utakuja kama umevunjwa. Mpaka meno yameng'oka yote, yamewekwa ya plastic. Na kaoga hivi. Na ukikuja tu tukutane na wewe, utasikia it was a magnetic touch. Hallelujah. When I saw you, my heart wept. Yaani nilikuona tu roho ikafanya nini? Ikasema ti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaanza live inaanza. Na mnapendana na mnakaa vizuri na hata hakuna na Mungu, because of the imerudi kwa nyumbani, the blessings inaanza kukuja. Unakuta kimutu kilikuwa kiwiko kimarigiti, miguu ilikuwa imekaa hivi, unaona miguu imeanza kurudi vizuri kwa sababu the bones zimerudi. Nyama zimerudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wasichana wacheni kuangalia sana the tall, dark and handsome. Ama driving, ama ako na nyumba, tafuta ubavu. When you are praying for a wife, ask for the rib. Ask for the meat of your meat. Ni meat of your meat ama ni flesh of your flesh. Whatever you call is the meat of your meat. Ukienda kule kwa bush tunaitisha meat. Bas, ama itisha the bones. The right bones. Wacha kungangania kimwanaume ati kwa sababu ni straight, kimesimama kama hiki vizuri. Hapana. Hiki kina mwenyewe na mwenyewe yako Zanzibar. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwenyewe ataanza kuitisha, huyu atatoka. Ndio unakuta mtu ni pastor, ni mhubiri, lakini amechomoka, ameenda, amekuacha kwa nyumba. Unaenda kwa mabishop wale wengine, mzee ameniwacha. Wanajaribu kumtafuta. Niye komeo dikwenda komeo na ni pastor. Hiyo shetani sitaki kumuona. Hiyo ni malaya.
Sasa unauliza umemkuta, umemshika. Tena sitaki kusikia kasia kama hiyo, kwa sababu ameitishwa na mwenyewe. Na mwenyewe ameweza, amemlocate. Where you say locate me, locate my husband, locate my wife, locate my business, locate my church, locate, ask God to do the job for you. Then once, this can only happen if you prosecuted your case. Bwana siwe sana. Wangapi wamebarikiwa? Wangapi wamesikia kuokoka kwa sababu ya hiyo? Inua mkono yako. Wale wamesikia kuokoka, inua mkono yako. Ni wengi sana. Inua mkono yako, najua. Inua mkono. Umesikia sasa hiyo maneno imenenwa na imeniguza na ninahitaji kubadilika. Inua tu mkono yako, kwa sababu this word was for you today. And this is your turnaround of everything. Simama tu juu, simama tu. Simama. Ni wengi, najua kuna wengi. Simama na usiogope. Wewe umekuja hapa, umekuja kwa sababu you've come to seek your God. Simama tu, nitasika. Simama. Wacha kuangalia upande, simama. Unasikia kabisa. Hiyo maneno imeniguza. Sijakufanya vizuri, sijakuwa straight. Nimefanya spiritual mistakes mingi sana. Simama. Nataka kukufungua. Wacha kuniangalia na macho ya ananiona ni kama ni mimi anaona, ni kama simama. I'm saying, I'm commanding you in the name of Jesus. Stand up. Najua sasa anajaribu kuinuka, kiti inamshikilia, nasikia kuna kiti inamshika huko nyuma. Simama. It is for your sake. Hujui ni kwa nini hiyo neno imenenwa hapa leo. Na ni kwa nini uko hapa. God only knows. Stand up. When God is speaking, alete neno na usikie imekuguza. This is the time of your redemption. This is the time of your turnaround. You don't need anything. This now, kusimama tu hivyo, umepeleka kesi yako koti ya biguni. Simama, I'm waiting for you. Peleka kesi yako kwa koti ya biguni. Peleka kesi yako kwa koti ya biguni. The judges wamekalia. Supreme Court ya biguni inakugojea. Inaitisha next. Inawaona, mnaonekana nyinyi wote. Lakini sasa ukikataa, umeongeza makosa mengine. Because now you are grieving the Spirit of God. I'm still waiting. Muko wengi. Nasikia sauti inaniambia ni wengi. Na siku hii ndio Mungu ananiambia nimewalete uwafugue venye nilikufugua. Hata mimi nilikuwa na hiyo shida ya kuamuka, lakini baadaye niliamuka. Simuzimame. Nitahesabu mpaka 5. Ukikataa kusimama nafunga mlango. Na nikifunga mlango utakuja kuniambia. 1. Simama. 2. Simama. 3. Simama. 4. Simama. 5. Simama. Nimefunga mlango. Hata biguni kumefungwa mlango. Kujeni hapa mbele. Wachana na hao wengine. Already the act peke yake, you are set free. Before even you come here, you have been set free. Any disease imekusumbua, any challenges imekusumbua in life, imeondoka in Jesus name. Because already now the biguni, malaika wa biguni, they have taken over. Niondolee kitu. Hallelujah. Hallelujah. Wacha tu ni kwa sababu yako nikufungulie mlango. Ya mara ya mwisho kuja. Amuka tu. Mara ya mwisho. Come forward and receive Jesus Christ. Put your hands together to pigia Yesu makofi, to sibia Yesu makofi, because he is doing miracles, he's doing powerfully. Orina baba rashe tererebo katayarana. Yes, weka huko. Toa hii kitu baba. Na wengine wachukue bahasha. Chukua, patiana, endo ukipatiana hivyo, upatia huyo, uchukua yako, upatia huyo. Kila mtu aweke kitu kwa bahasha, kila mtu. Yes, panda. Bado kuna watu wengine, nasikia kuna watu wengine 3 wanataka kukuja, lakini unasikia ni kama kiti inakuchoma chini. Kama unasikia kiti inachoma, unasikia inakuchoma hapo kama kalio. Amuka tu. Ni wewe unaongojewa. All this is meant for you. This is the day that was meant for you. Hapa kunao kujeni. Yes, kujeni. I'm waiting for you.
Come forward, come forward, come forward. I'm waiting for you. This is a chance, a rare chance. This is a rare chance and a rare teaching that God has given us tonight. That this is the day that alisema is going to bless you. This is the day alisema he's going to turn around your life and you are being transformed. I'm still waiting for you. There are two men. Na mizizi yao iko na mambo ya uganga. Mizizi yao iko na mambo ya kiuganga. There is some uganga ndani yako. I'm waiting for you. There is two men and one lady. You know, this does not mean that you've not been going to church. There is somebody there watching us. You have been facing a serious challenge. You are outside the country. You are in Europe. God has a reason why you are able to watch this telecast. All the challenges that you've been going through has come to an end. In Jesus' name. I'm still waiting for these two men and one lady. Nimeambiwa nisifunge mlango. 2 men, 1 lady. Wanaume wawili na mwanamke mmoja. And your case is so serious that is a near death. Ni kesi ya kifo. Umegrieve Holy Spirit. Mpaka Holy Spirit is not happy with you. Neyu? Kuja tu. This one man, another one. Kuna mwingine mmoja. In you, you know for sure, hata unajua, I deserve forgiveness. You're a man. At some point you are involved in this. Okay. Thank you. Wapigeni makofi. Hallelujah. Somebody to lift up. Inueni mikono yenu juu. Prosecute your case. Mnaweza hata kneel down. Unaweza kufanya, unaweza kusimama, kneel down. Just prosecute your case. Prosecute your case. Ambia Mungu, this is what I have done. This is what I have been. I have been a gay. I have been a lesbian. I have been a thief. Nimeongea vibaya kuhusu watumishi wa Mungu. Nimeongea vibaya kuhusu kazi ya Mungu. Mwambie to just speak to him. You are in front of the judges of heaven. You are watching us from wherever you are watching us from. Distance is not a barrier. Prosecute your case. Take yourself before God. You can kneel wherever you are and take your case to God. You did abortion. You accused somebody wrongfully. Whatever you did was not good. You came from a generation that was witches, and you've been umeenda kwa waganga. Umeenda from one church to another church, yet nothing is happening. God is speaking to you now. This is the time of your transformation. This is a time God is lifting you up. This is a time that God is changing you. This is a time that God is coming to you. In Jesus' name. Prosecute your case. Speak to Jesus. Tell Jesus, I'm here. I'm here to be forgiven. I'm here. Weka kwa kikapu. Chukua pesa yako. Weka mahali inafaa kuwekwa. Kaa chini hapo. Ngoje weka kwa bahasha. Toingwere da fafa. I'm told hapa kuna mama mmoja. Ni mama, wewe ni mama. Lakini ni kama unaona ni kama utachekelewa. Na kwako kwa nyumba yako kumewaka moto. Kuna shida mingi sana.
kwa nyumba yako, na kuna baba mmoja, you are totally confused, you don't know what you are doing on this earth. Walikurushia hizo maneno zinakusumbua, you don't know whether to go forward ama kurudi nyuma. Mateso imekusumbua, imekusonga, na unaota tu manyoka zikikukimbisa, mang'ombe zinakukimbisa. Ni mama na mbaba, simama tu nikusaidie. Holy Spirit anasema ako tayari kukusaidia. Simama tu, simama tu. Na kila kitu umejaribu kuguza haifanyi kazi. Kujeni hapa mbele, join your team, this team. Prosecute, ongea na Mungu. Don't, usinyamaze. Usinyamaze, ongea tu na Mungu. Usinyamaze. This is a time that you communicate with your God. This is a time you are getting, this is a time that you are communicating with God. This is a time, this is a time, this is a time, this is a time, this is a time. Yeah, this is a time. Piga magoti yako hapo chini. This is a time. This is a time. This is a time. Bado kama huko hapo na kungojea, I know you, there's another one lady. Ni wa makamu tu, si mzee sana, ni wa makamu. Kuja tu. You have been battling Illuminati cases, Illuminati things. The spirit of Illuminati. This is what that has been your battle. This is what has been your challenge in life. This is what has been your challenge. And this is coming from your parents, wale wa huko nyuma kidogo. And it has been so fierce. Umeenda kanisa but nothing is working. This is the day of your redemption. This is the day of your the transition is coming now. The transition is coming now. Rise up. God is waiting for you here. Come here. Umekuwa na rejection kwako. Bwana ananiambia uko na rejection. Umerejectwa. Family have rejected you. People have rejected you. Come and prosecute your case here. Come and prosecute your case here. Find a space, come here. Come. Come here. Umekuwa rejected. Maroho imekusonga. Mashetani yamekusonga. It has been so difficult even to survive. So difficult even to be called a citizen of this world. Come and prosecute your case here. This is the only place God is going to touch you, not me. You will feel the hand of God upon you. You've been trying to do business have rejected you. You've tried to do anything in life, it has refused. It is God that led you kuona ile vitu uliona kwa YouTube. Umekuwa addicted na kuona vitu mbaya mbaya kwa mitandao. God is calling you now. Anakuita. Create space for them, create space for them. Prosecute your case. Prosecute your case. Prosecute your case. He is here to bless you. He is here to anoint you. He is here. He is blessing you tonight. I can see the angel from heaven. Wameteremuka. There is two people ambao you have been facing a challenge of health. Mungu ananiambia just upande kwa madhabahu, anakubadilishia. Panda tu kwa madhabahu. The disease is going. You are being dealt with. There is the anointing of God. There is the anointing of God. It is happening now. It is happening now. Prosecute your case. Prosecute your case. Prosecute your case. Prosecute. Take your case to heaven. Tell the angels, tell God, I'm here today. The rest of you bow down. God is doing something in your life.
The rest of you, God is... Oh. Cry to God. Make your cries heard. Make your cries heard. Kilio chako kisikike. Kilio chako kisikike. Make your cry heard. Shout to God. Shout. Pasa sauti yako. You are watching me from USA, from Canada, from Australia, from Europe. God is releasing, setting you free now. Every bondage, every powers of darkness, every forces of darkness are being broken. Power of sin over you is being broken now. The sin power in Jesus' name is being broken now. Being broken now. Don't just sit down. Don't just sit down. Don't just sit down. Speak to him. Speak to him now. Anakungoja. Don't just sit down. There is a wave. There is a wave. There is an authority from heaven. Yes. Open your lips. 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 You can kneel down wherever you are. You can kneel down wherever you are. Take your case to a higher level. Waganga walienda kwa waganga wao. Take your case to heaven. Waganga walienda kwa waganga. Peleka kesi yako kwa Mungu sasa. Take it over now. Take it over now. Take it over now. Cry to him. Mulilie sasa. This is the only opportunity we have. This is the opportunity we have. Oh yes. Open your lips. Talk to him. Talk to him. Arrest every demonic powers over you. Arrest every demonic arrangements. Vunja mikataba ya shetani. Vunja ngome zote. Haribu kazi zao. Zima mataa yao. Zima maagano yote haribu. Cancel. Cancel communication. Maagano yaliandikwa. Covenant zilifanyika. Zote ziharibu, ziteketeze, ziangamize katika jina la Yesu Kristo. Ziangamisha katika jina la Yesu Kristo. Urira baba sheterebo. Yanda manake teria ntarabose keteria. Riatorolo seria ndololo kanta na meseya. Yamakanta inai serebo shenteria. Oi serebo rilanterere. Urinai serebo sherebo sayarana. I can see the angels have come. Malaika wametelemuka, malaika wa uponyaji. Malaika wa uponyaji Rafaeli ametelemuka. He is carrying every disease. Malaika Gabriel with the messages ametelemuka. Yalanse lelebosa. Yeah. Take your case to heaven now. Take your case to heaven now. Take your case to heaven now. Take your case. Take your case to heaven. 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 Mwite sasa, mlango umefunguliwa. Masikio ya mbinguni imefunguliwa. Masikio ya mbinguni imefunguliwa. Huruma za mbinguni zimeachiliwa. Mwambie sasa what you want. Tell God what you want. Kataa kuchukiwa. Kataa kuonewa. Kataa kudharauliwa. Kataa sasa. Kataa. 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 Kataa, 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 kataa. Kataa, 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 kataa. Kataa. Kataa kabisa. Wamekunyang'anya mali yako siku nyingi. Wamekudharaulisha siku nyingi. Wamekuhaibisha siku nyingi.
Refuse. Kataa. Kataa. Kataa mkono wa shetani juu ya watoto yako. Kataa mkono wa shetani juu ya kazi yako. Umekaa Ulaya. Kataa rejection. Kataa family curses. Kataa blood curses. Umekuwa Ulaya for over 20 years. Haujakapata makaratasi. Kataa, sema makaratasi nimeipata. Umekaa in Europe, in America, in Canada, in Australia. Mchanga ya huko imekukataa kabisa. Kutoka leo mchanga itakubaliana na wewe. Prosecute your case. Take your case to heaven. Tell God America belongs to heaven. Germany belongs to heaven. United Kingdom belongs to heaven. Switzerland, Sweden, Belgium belongs to heaven. Australia, Canada, wherever you are in the country called heaven, a country called earth that belongs to heaven. Take your case there. Take your case there. Walipanga kukunyang'anya. Take your case there. Take your case to heaven. Take your case to heaven. Miaka ya kuonewa imefika mwisho. Miaka ya kudhulumiwa imefika mwisho. Siku za kunyaganywa zimefika mwisho. Siku za kudanganywa zimefika mwisho. No more suffering. No more suffering. No more suffering. Wamekukula pesa yako na madawa. Wamekula pesa yako. Wamekula pesa yako. Wamekunyaganya mashamba. Walikuwadanganya wakanyaganya shamba yako. Wakakula pesa zako. Wakakudanganya utapata shamba, lakini ilikuwa ni uongo. Hiyo shamba imeregeshwa. Hiyo shamba imeregeshwa. Umeregeshewa vitu zako. Bwana anasema amesikia. Hukumu imetolewa. Vitu zako, huduma yako imeregeshwa. Mali yako imeregeshwa. Ndoa yako imeregeshwa. Pesa walizozichukua wameregesha. Milango ya mbinguni imefunguliwa. Milango ya mbinguni imefunguliwa. No more. Hawatakudhulumu tena. Hawatakuonea tena. The suffering has come to an end. The persecution has come to an end. Suffering has come to an end. Hautateseka tena. Ore da fafa. Prosecute. Tubu dhambi zote ambazo nazielewa na zile haujui. Tubu dhambi za mama yako. Tubu dhambi za baba yako. Tubu dhambi za guka na shosho. Tubu dhambi za yule boyfriend wako wa kwanza, wa pili na watatu, wa nne na watano. Tubu dhambi za hawa magirlfriend walikuwa wako.
Tubu dhambi za hawa watu mnafanya nao kazi kule kazini. Tubu dhambi za hawa watu mnafanya biashara na wao. Oh, repent, repent, repent. Repent your sin. Oh, una uwezo Baba. Jana ishineshia kuri na bahuri ya shetere. Uriraze. Yo ikaga. Oh, ikagia kweda. Lilia Mungu. Lilia Mungu sasa. Mulilie tu, mulilie. Mulilie tu. Mulilie tu, milango yako inafunguka. Udongo ulikukataa, sasa umekukubali. Pesa zilikuwa zimekukataa, sasa zimekukubali. There is power. Oh. Look at me. Look at me. Open your eyes. There is power. Look at me. Sauti ya chini kidogo. No, keyboard up. There is power. Power. Wonder working power in the blood. Continue to prosecute your case. Endelea kumuita. Endelea kumuita. Mulilie kabisa. Make your noise. Make your noise. Make your noise. Benye Zakayo aliendelea ku make noise. Make your noise. Fanya kelele ya mbinguni. Fanya kelele. Wonder working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, power, wonder working power in the precious blood. Oh, there is power, wonder working power in the blood.
is power, power, wonder-working power. There is healing, healing, wonder-working healing in the blood. There is healing, healing, wonder-working healing in the precious blood of the Lord. Oh, there is healing, wonder-working healing in the blood of the Lord Jesus. There is healing, healing, wonder-working healing in the precious blood of the Lord. There is anointing, anointing, wonder-working anointing in the blood of the Lord Jesus. There is anointing, anointing, wonder-working anointing in the precious blood of the Lord. There is anointing, anointing, wonder-working anointing in the blood of the Lord Jesus. There is anointing, anointing, wonder-working anointing in the precious blood of the Lord. There is deliverance, deliverance, wonder-working deliverance in the blood of the Lord Jesus. There is deliverance, deliverance, wonder-working deliverance in the precious blood of the Lord. Oh, there is deliverance, wonder-working deliverance in the blood of the Lord Jesus. There is deliverance, deliverance, wonder-working deliverance in the precious blood of oh, nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damni kwa Yesu. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu msalabani kwa Yesu. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damni kwa Yesu. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu msalabani mwa Yesu. Oh, imo uwezo, uwezo, uwezo wa ajabu ndani kwa Yesu. Imo uwezo, uwezo, uwezo wa ajabu msalabani mwa Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu,
you. I command you in the mighty name of Jesus Christ. You out. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bow down. Bow down. Zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, asifiwe na nguvu za mapepo zimeshindwa na Yesu, na nguvu za mapepo zimeshindwa na Yesu, na nguvu za mapepo zimeshindwa na Yesu, asifiwe Mwokozi. Stand here, stand here. You, where is she? Where is she? There was a lady. Yeah, come. And this gentleman, where's this gentleman? Okay, lift up your hands, stand up. Tupande uko juu, pandeni uko juu, lift up your hands. Simama uko juu. Mami, weka hapo, kaa tu hapo, kaa hapo. Stand up. Inua tu mikono yenu juu. Kindly please. Lift up your hands. Inua mikono yenu juu. Sema, Bwana Yesu, nimejua siku hii ya leo, kwa nilikuwa mtendaji wa dhambi, nilihusika kwa madhabahu ya shetani, nilikuwa kwenye maagano ya shetani, lakini kutoka leo nimetubu dhambi zangu. Nimetubu dhambi zangu. Kutoka leo ninakuomba uniandike kwenye kitabu cha uzima, unifute kwenye kitabu cha mauti. Ninataka kuitanishwa na ufalme wako. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawalete watoto wako hawa kwenye koti ya mbinguni. Angalia, wamekuja kwenye madhabahu, wamebwaga maneno yote na vitu vyote walivyovifanya. Wamekuja, wamesema, washafanya kwa huruma. Waonekanie sasa. Tuma malaika kwao. Biashara zao zilifungwa, familia, ndoa zao zilifungwa, watoto wao walifungwa, walifanywa watu wakakuwa watumwa. Lakini kutoka leo, Baba wa mbinguni, uliweza kusikiliza kesi ya wana wa Israeli ambao walikuwa naabudu sanamu. Hawa hajaabudu sanamu. Baba, wasikilize tu. Set them free, Father. Release them from this cage. Set them free in the mighty name of Jesus. Set them free. Set them free now. Set them free from the spirit of witchcraft. Set them free from the spirit of immorality. Set them free from the spirit of poverty. Set them free from the spirit of limitation. Set them free from the spirit of stagnation. Set them free now. Somebody is being set free now. Set free. Somebody is being set free. Mnaachiliwa. I can see the angel. I can see the angel has come to set you free. Mnafunguliwa minyororo. Mnafunguliwa minyororo. Mnafunguliwa minyororo. Mnafunguliwa minyororo. Minyororo inafunguliwa. 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 People are being set free. Now you are free from today.
anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili kwa maisha yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Kwa huduma yangu najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Kwa huduma yangu najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Na kwa ndoa yangu najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Kwa watoto wangu najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Kwa wokovu wangu najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Wewe unajua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Ninaimba ya kwamba najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Siku ya leo najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia,
njia kwa ajili yangu. Do you love Jesus? Yeah, I do. Do you profess Jesus? Do you profess Jesus? Yeah? Can I ask you to do something? Tell Jesus. Sema, Jesus, Jesus, put your blood into me. put your blood into me. Search me. Search me. Search me. Remove every impurity in me. Remove every impurity in me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Kila mtu ashike bahasha yake ama sadaka. No. Mwache tu, ama nataka toka. Tumpeleke pale aende apumzike. Kila mtu shika sadaka yako. Bahasha zinaitishwa. Who has the envelopes? There. Zaka za kuvunja madhabahu, sacrifices, tithes, offerings, bring them. Lift up kama umeshika. Kila mtu kama ameshika yake, inua mkono wako juu. We are all free now. Switch off that. We are free. Sema, I am free. In Jesus' name I'm free. In Jesus' name I'm free. Every sin power out. Every spirit of witchcraft out of my life. Every spirit of poverty out of my life. Every spirit of rejection out of my life. Every power of sin over me out. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Tell your neighbor I'm free now. Tell your neighbor I'm free. Tell another neighbor I'm free. Tell another neighbor I'm free. Tell Satan. Mwambie shetani. Wewe shetani. You will never see me again. I belong to Jesus. Every altar that is evil over my family has been broken. Every altar that is of immorality has been broken. Every altar that is of stagnation is broken. Every altar that is of confusion is broken. In mighty name of Jesus Christ. Any disease, you name it. Sema, name it. The way you call yourself, I don't care. I don't care. I am free. In the name of Jesus. For those who are watching us from abroad, from South Africa, from Burundi, wherever that you are there, distance is not a barrier. You are free in Jesus' name. The challenge that you've been going through, maybe you are in a foreign country and you don't have papers. Maybe you are in a foreign country and the people have rejected you. Maybe you are in a foreign country and they don't want to cooperate with you. From today, let's help them. From today, I have prosecuted my case in the court of heaven. And remember, UK, Germany, Europe, Australia, America, Canada, Africa, Asia, all over the world. This is the country that belongs to God, where I have taken my case. And my case says, I have won the battle. I have won the case.
Put your hands together for Jesus Christ. Hallelujah.